Mabibi na mabwana, serikali yaifanye nini ili kuzalisha fursa za ajira? Kwa sababu tumeona nchi ya Tanzania tuna matatizo ya ajira. Tufanyeje? Kama serikali ifanye vipi? Kwanza ningependa kusema kwamba serikali isikimbilie kubadilisha mfumo wa elimu bila kuanza na wasome kwanza. Mimi naamini kwamba watu waliosoma mwanzoni tunatakiwa tuulize, mlichosoma nini? Mbona ninyi hamna solution? Ni kama mtu anayeumwa ambaye anataka mtoto wake apewe dawa wakati mgonjwa ni yeye. Kwa hiyo ni lazima tuwaulize wasomi wetu, je, wana majibu gani kuhusu kuzalisha fursa kufuatana na elimu yetu? Tujue kwamba elimu yetu inaanza na mabosi, sio watendaji. Elimu yetu inatengeneza administrators, lakini watakaoweza kuzalisha teknolojia ndani ya Tanzania ni wale ambao wamepewa elimu inayozalisha industry. Kwa hiyo ni vizuri elimu yetu ikaelekea zaidi kwenye kumwandaa mtu kufanya kitu, sio kuwa mtawala, sio kuonyesha vidole. Kama tutakuwa tunatengeneza watu ambao kazi yao kuonyesha vidole, hatutaweza kuzalisha fursa. Tuulize mchango wa kivitendo kwa wasomi wetu uko wapi? Ni vizuri watu waliofanya tafiti, waliosoma, wengine wana PhD, wengine nini, kila mtu atuambie, wewe PhD yako inatusaidia tufanye nini? PhD yako, elimu yako inazalisha fursa gani? Tunatakiwa tuulize mchango wa kivitendo kwa wasomi wetu. Tunatakiwa kushindanisha mawazo yatakayotupeleka katika vitendo, si vinginevyo. Tutambue kwamba kuna elimu aina mbili. Kuna elimu inayomfanya mtu akafahamu sana lakini hawezi kutenda, na elimu inayomfanya mtu aweze kutenda. Elimu yetu ielekeze zaidi bidii, juhudi katika kumwandaa mtu atakayefanya kitu, sio mtu atakayenyosha vidole. Tunatakiwa tuwe na sheria rafiki. Kuna sheria nyingine zinafanya maendeleo ya Tanzania inakuwa ni magumu sana kwa sababu ya aina za sheria. Je, tuna mazingira wezeshi? Mtu akianzisha biashara zake, sio mtu akianzisha tu biashara unamrundikia makodi kibao mpaka anashindwa kuanzisha. Kwa hiyo tunatakiwa tutafute vyanzo vipya vya biashara, na hiyo tunaweza kufanya kama tutajenga tabia ya kuchanga mawazo pamoja. Lakini Watanzania tuna mtazamo wa ndani. Unajua sisi tuko mtazamo wa nje kwa sababu tuko inward looking, tunaangalia habari za Iringa, Dodoma, Arusha, hatuwezi kuangalia nchi ya Tanzania. Lakini nafasi nyingine za fursa zitakazalishwa wakati ambapo Watanzania wataanza kuangalia fursa zilizoko nje ya nchi yao ya Tanzania. Unajua hata kupata passport kwenye nchi ya Tanzania ni vigumu sana. Ni kana kwamba kuna watu wanazuia watu wasitoke nje. Tuko inward looking. Tunatakiwa hata upandishaji wa vyeo usiende kiujomba kiupendeleo. Mtu apandishwe cheo kufuatana na kazi aliyofanya au bunifu aliyofanya. Tunatakiwa tutengeneze miundombinu ya biashara. Kama kuna watu wanazalisha vitu mbalimbali, tumewatengenezea mfumo wa kusafirisha mazao kwenda nje, kama ni ndege au ni treni au ni meli au nini. Tunatakiwa tutengeneze mfumo wa usafirishaji rafiki kwa wafanyabiashara. Watu wafundishwe kutengeneza maandiko, unaona, ya mawazo yao. Unajua biashara zetu sisi tunatumia zaidi, yani biashara zetu tunafikiria mambo ya frame. Kila mtu anajenga frame za maduka. Tuondoke huko kwenye frame, watu waanze kufikiria juu ya mawazo mapya, nayo mawazo watu wayaandike na yashindanishwe na wale ambao wana mawazo ambayo yatatutoa, wapewe support. Tunatakiwa pia tutumie wazee. Unajua kwenye mfumo wetu wa elimu, kwa mfano elimu yetu, kwa mfano tunaongea mambo ya teknolojia na nini, wakati walimu hamna, na kuna wazee wamestaafu wako mitaani ambao wangeweza kupeleka elimu yetu katika teknolojia. Unajua katika nchi kama China, vijana wanaweza kuwa na mawazo ya teknolojia, wanaitwa wazee. Wale wazee wanasikiliza mawazo yake, wanahoji, wanatoa ushauri. Baada ya kuona ile wazo linaweza katendeka, wale wazee wana propose kwamba ile wazo lile katika vitu. Si wazee tu kama wazee, hapana, wazee ambao wana uzoefu katika fani husika. Unaona?
tunatakiwa tutengeneze kujifunza endelevu. Watanzania ni watu ambao wakishatoka vyuoni hawajifunzi, na fursa nyingi zitazalishwa wakati ambao Watanzania wataanza kujiuliza maswali, wataanza kuangalia wenzetu wanafanya nini, na kwani ni vibaya kuiga. Tunatakiwa tujifunze kuiga watu wengine. Unaona, tunatakiwa tuhimize mijadala ya biashara na pia sapoti. Wafanyabiashara wakubwa wajenge tabia ya kusapoti biashara mpya. Ninaona kama watu wengi wanasapoti mpira, ndio maana kuna Simba, kuna Azam, kuna Yanga, kuna na timu mbalimbali, lakini watu ambao wanasapoti vitu vingine wako wapi? Kwa nini wafanyabiashara wote wanaenda kusapoti vilabu, sijui Azam na kadhalika, lakini hakuna wafanyabiashara ambao kazi yao ni kusapoti wafanyabiashara mpya, watu wenye mawazo mapya ya kiteknolojia? Unajua kitu kimoja kinachosababisha nchi ikaendelea kiteknolojia ni utayari wa wananchi kusapoti watu wenye mawazo mapya. Kama huna watu kama hao, ni vigumu taifa hilo kupiga hatua kwenye maendeleo ya teknolojia. Asanteni sana kwa kunisikiliza.